Sasa leo nafika sura ya 6. Tuangalie hapa, pana kitu hapa kizito sana. Njoo ipate safi. Haya, adabu ni kitu chema kisichofunzwa popote, na ndicho kilichoniunganisha na vijana wawili hao, wakanifaidisha na kadhalika. Kwa hivyo adabu, nataka upigie mstari neno adabu, sadfa nyingine katika riwaya hii. Kwa hivyo maudhui ya adabu yanajitokeza. Tuendelee, bado ni sura ya 6, ukurasa ni wa 44. Hapa wanasema, mwalimu akasimama tisti kama ngariba na kumhoji Badi kilichomtia homa ya kicheko, naye akajitetea kwa kusema anatolea mfano wa baba na papa, kalamu na karamu, ili kukifanikisha kipindi. Bwana Hemedi akampongeza pasipo kujua kiini cha kicheko hicho. Sadfa nyingine. Sasa angalia ubunifu huu kwamba kicheko, homa ya kicheko, baba na papa, vile vinaitwa vitati. Lakini Mungu akijalia Jumamosi hii kwenye bahari ya elimu, Hasani akinichokoza anavyopenda, nitakueleza sadfa. Kwa hivyo kwa kifupi nasemaje, kwamba mzazi ambaye mwanao anakwenda senior school, riwaya ya Vumba itamfaidi pakubwa katika kuendeleza fasihi, kujua jinsi ya kubuni, kujieleza na kupanga vitushi ili kujieleza sawa sawa. Vumba, riwaya babu kubwa. Nuria Bookshop, nambari zake za simu na kuwekea. Leland Bookshop, nambari zake nitakuwekea. Kwa hivyo mzazi, fuatiliza hii unapopanga ratiba ya Krismasi. Riwaya ya Vumba usiache. Kaa chonjo, jenga kesho.